Kwaya yetu ya mapigano tulianza na waimbaji takriban 80. Kipindi hicho nimesema kwamba kulikuwa na mwamko au mwamko zaidi katika nyakati hizo, na waimbaji waliendelea kuongezeka. Walikuwa sio 80 tu, kwani walifikia mpaka zaidi ya 80, lakini kwa baadaye waimbaji wakawa wanapungua kutokana kwa sababu maana walikuwa kipungua. Kuna wengine vijana walikuwa wakiolewa, wengine wanahama maeneo, wengine walikuwa ni watumishi wanahama maeneo, kicha namna hiyo. Basi kulikuwa na kuongezeka na kupungua na kuongezeka na kupungua, na kutokana na hali ilivyoendelea kuwa hivyo, kwaya hatukuweza kusita katika kufanya ile huduma. Maana wale ambao tulikuwa wakiongezeka tulikuwa tunashirikiana nao tukiendea katika huduma kama kawaida. Na kuanzia kipindi hicho, kama nilivyosema kwamba kulikuwa na kuongezeka na kupungua, kuongezeka na kupungua kwa sababu aidha za vijana kuolewa, aidha za wengine kuhama. Maana kuna wengine walikuwa ni watumishi walikuwa na hama. Basi kitu cha namna hiyo, tunapungua tunaongezeka, tunapungua tunaongezeka, lakini huduma ilikuwa ikiendelea. Mimi nimesema kwamba kipindi hicho naanza huduma ya uimbaji nilikuwa bado kijana kabisa, lakini kwa kuwa nilikuwa na wito ndani yangu sikuweza kuacha. Maana nimesema kwamba nimeanza kwaya mimi ilikuwa ni mwaka 1975 na mpaka leo bado naendelea, na wapo wengine ambao nilianza na ambao tuko wamo katika kwaya hii ya mapigano, na wao tulianza vipindi miaka hiyo, na wao vile vile wanaendelea, wanasonga mbele, kwa hiyo hawajasita. Kwa hiyo upande wa vijana waliendelea kuingia na kutoka, lakini pamoja na kama mnavyofahamu vijana wana changamoto nyingi sana. Maana vijana ni watu wa kusaidiwa sana. Kwa vijana wale ambao hawajakomaa kiroho, unakuta kwamba ni watu wa kusaidiwa sana. Lakini kwa wale vijana ambao kabisa wana mwito ndani ya, maana kuna vijana wenye mwito wao kabisa wenye mwito ndani yao, unakuta kweli mimi niliitwa na Mungu. Anajua, maana ndani yake mna roho anaendelea kumuongoza, anaendelea kumshauri. Kwa hiyo unajikuta kwamba watu wa namna hiyo, vijana wa namna hiyo unakuta wamesimama, na ndio bado tunao katika kwaya yetu. Basi kwa mpango huo nizungumzie upande wa vijana. Upande wa vijana kipindi hicho tulikuwa na vijana wengi sana, lakini tuliona jinsi ambavyo vijana, maana hiyo kwaya yetu ilikuwa na watu wakubwa, ilikuwa vile vile na watu wa rika za kati na rika za chini. Kwa hiyo ilionekana kwamba wote hao tulikuwa wale ambao walikuwa ni wakubwa ndio walikuwa kitulea sisi, kutuonyesha njia kuweza kupitia ili tuweze kusimama katika huduma pasipo kulegalega. Kwa hiyo ndio ilichukuliwa mpaka sasa hivi, wengine tukakulia ndani ya wokovu huo, tukakulia katika huduma hiyo, na tukamjua Mungu zaidi kupitia katika huduma hiyo. Asanteni sana.